Wow. Hongera sana kwa kufika kwenye ibada yetu ya siku ya leo hapa Mbezi Beach Makonde. Mungu wa hii madhabahu anakupenda. Mungu wa hii madhabahu anakukaribisha sana. Sasa chukua kiti chako cha muujiza utulie, alafu tuanze kujengana mambo ya msingi tunapoelekea kumpokea baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu, Tanzania One, jabali la mbinguni. Sema amina. Sema amina. Basi uwe na amani kwa sababu umefika mahala ambapo msaada wako unapatikana. Utetezi wa maisha ya kwako unapatikana kwenye hii madhabahu ya The Power of Perfection International Ministry. Leo ni Jumanne nzuri kabisa ya tarehe 21 ya mwezi wa 7. Ni siku ya pili ya wiki tuliyoianza ya mwezi wa 7. Siku ya pili maana yake inawakilisha nambari 2 ambayo ni namba ya ongezeko. Leo kuna watu ambao baada ya maombi tu utakayoombewa na baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu unakwenda kuongezeka kwenye maeneo yako. Utaongezeka kila upande na kila sehemu ambako ulionekana kama haufai au ulionekana unapungua, lakini huyu Mungu wa hii madhabahu, kufatana na ibada yetu ya siku ya leo, Prophet akikanyaga madhabahuni unaenda kuongezeka. Uwe tayari na ujiandae kiukamilifu kabisa kupokea nguvu ya hali ya juu sana. Baraka iwe juu yako ili mambo yako yapate kufunguliwa. Jambo la kuzingatia sana, mambo yangu huwa ni mawili tu. Jambo la kwanza ni kuzingatia utulivu katika ibada. Utulivu ndio unaosababisha na kuchokoza muujiza wako. Ukiwa na utulivu, maana yake ni rahisi yule malaika aliyepewa kazi siku ya leo ashughulike na mambo yako, atashughulika bila bugdha yoyote. Mungu atakusaidia sana. Kwa hiyo utulivu ni wa muhimu katika ibada, na tunavyozungumza sasa hivi baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu ameshafika na yuko hapa. Saa yoyote, dakika yoyote anapanda madhabahuni kuja kutuongoza kwenye ibada yetu ya siku hii ya leo, Jumanne ya tarehe 21 ya mwezi wa 7. Sema amina. Sema amina. Zingatia vitu kama simu. Huwa ni vitu ambavyo vinaweza vikakutoa kwenye reli, vikakutoa kwenye kusudi kuu ambalo wewe umelifuata hapa ili Mungu aweze kukusaidia. Simu hakikisha either unaizima kabisa au weka silent, na uamue mwenyewe kwamba nikisha weka silent sitakuwa na mawazo ya kufikiria simu yangu kwa kipindi chote cha ibada. Mpaka uimalize hiyo ibada ndio sasa ufikirie kuitafuta simu yako, ili unapoenda kuitafuta hiyo simu yako ukakutane na muujiza kupitia simu yako. Amua tu kwamba hauko tayari kupishanishwa na muujiza wako kwa sababu ya simu. Ni vizuri ukawa makini sana kumfuatilia Prophet Jackson Ibrahimu na kumsikiliza kwenye hii ibada ya siku hii ya leo, ibada ya Jumanne nzuri kabisa ya siku ya pili ya wiki ambayo tumeianza siku ya jana. Uwe na uhakika kuna mambo makubwa na mazuri ambayo Mungu atakusaidia. Lakini jambo lingine la kuzingatia sana ni kwenye eneo la sadaka. Umekuja madhabahuni na unataka Mungu akusaidie kukutoa na kukuchomoa kwenye vifungo vyovyote vile ambavyo walivyokufunga wewe, pengine kwa kujua ama kwa kutokujua, lakini tumepewa nafasi ya kukata hivyo vifungo vyovyote ambavyo walivyotufungia kupitia sadaka. Uwe mwepesi. Wakati wa sadaka ndio wakati wa kufata baraka zako, ili kusudi la Mungu lipate kuonekana na kudhihirika kwenye maisha yako. Kwa hiyo kipengele cha sadaka, eneo la sadaka huwa ni eneo ambalo ni la muhimu kweli kweli katika ibada.
ibada yako ukiimaliza kama hakuna sadaka uliyoitoa, umejiweka kwenye eneo la hatari, kwa sababu hata wanaoenda kwenye nguvu za giza huwa hawaendi bure, huwa wanaenda na sadaka. Tena sadaka wanazoagizwa ni sadaka, unasikia mtu anaambiwa leta kuku, anaambiwa leta mbuzi, anaenda anapeleka sadaka. Lakini anapoenda pia huwa anaenda na kitu mkononi, anapoenda kwenye madhabahu za giza. Sasa wewe umekuja kwenye madhabahu ya nuru, unataka mambo yako yashughulikiwe na huyu Mungu wa hii madhabahu. Hakikisha sadaka yako unaikabidhi kwenye madhabahu ya nuru, ili maisha yako yabadilike kuwa nuru. Kama kuna eneo lolote ambalo ulipigwa giza, kupitia sadaka yako ukapate kung'aa, kwa sababu umekabidhi madhabahu ya nuru. Hii madhabahu itakutetea na itakusaidia. Dhabihu ya kinabii ni moja kati ya eneo ambalo ni la msingi sana na la muhimu wewe kuelewa, kuambatana na hii neema tuliyoipokea, neema juu ya neema, neema ya kifalme, ili na wewe uhesabike katika watoto wa Mungu. Umepitia mambo mengi, umefanya vitu vingi, ila kwa sababu umekuja kwenye ibada, uwe na utulivu na uwe tayari kufungua moyo wako. Kitambo maombi yatakapoanza hapa, Prophet Jackson Ibrahimu akituombea, uwe na uhakika kuna mambo yako yanafunguka leo. Kuna watu umekwama kwenye biashara, kuna watu umekwama kwenye uchumi, kuna watu umekwama kwenye afya. Afya yako haiko vizuri, unatamani kurudi katika hali yako ya kawaida, lakini unawezaje kurudi bila kusimika msingi wa imani wa kumwamini huyu Mungu? Na kama umekuja kwenye hii madhabahu, basi madhabahu itakujibu na haki yako ya kuwa na afya njema itarejea, na wewe utabaki kuwa kama wengine, kwa sababu unahitaji kuwa na furaha kwenye maisha yako, ili uwe na ujasiri wa kusimama mahala popote na kutafuta kitu kwa moyo. Mtu yoyote ambaye amepitia vipindi vigumu anapoteza kujiamini, lakini nikuhakikishie kupitia hii madhabahu, ebu rudisha moyo wa kujiamini. Kuna jambo kubwa linakwenda kuzaliwa kupitia hii ibada. Kwa hiyo fungua moyo wako na Mungu atakusaidia kupata moyo mwepesi na nguvu ya wepesi, ili chochote utakachokigusa kilete matokeo kwenye maisha yako. Sema amina. Sema amina. Tunawakaribisha kwenye hii madhabahu kama ndio mara ya kwanza, na kama ni mwenyeji wa madhabahu hii, umekuwa kila siku, lakini nyumbani mwa Bwana sisi ni wageni kila siku. Ndio maana unaambiwa inapofika saa ya kwenda ibadani, hakikisha ya zamani umeyaacha, nenda ukiwa mwingine, ili upokee vitu vingine vipya, kwa sababu Mungu huwa anazalisha muujiza siku hadi siku. Kwa hiyo leo ukipata neema ya baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu kuongea na wewe, jicho la Mungu likikuona akizungumza kwa habari ya maisha yako, akizungumza kwa habari ya biashara yako, mwambie Mungu, nisaidie, niko tayari kusaidika kupitia hii madhabahu. Hii madhabahu imewasaidia watu wengi, na tulio wengi tumekuwa ni ushuhuda kupitia hii madhabahu, na ndio maana kila aliyetendewa na hii madhabahu hayuko tayari kuondoka kwenye hii madhabahu, kwa sababu anajua mazuri yaliyoko kwenye hii madhabahu. Ibada zote zinazofanyika hapa Dar es Salaam ni ibada ambazo Mungu huwa anajifunua waziwazi kupitia baba yetu Prophet Jackson Ibrahim. Kwa hiyo cha kukusisitiza ni kwamba aidha ulifika siku ya kwanza, ibada ikamalizika, usije ukasema kwamba haukupokea kitu. Kitendo cha kuja kwenye ibada, kukaa mwanzo mwisho, ukarudi nyumbani kwako na leo umekanyaga hapa tena, Mungu alishafanya jambo kwako. Mungu alishafanya jambo. Unachotakiwa kufanya ni kumwambia Mungu wa Prophet Jackson Ibrahimu, niongezee ili nipate kuongezeka zaidi na zaidi.
Ibada yetu tulionayo ni ibada ya ufunuo na ukombozi ambayo imebeba neema ya utumishi. Prophet Jackson Ibrahimu anatualika watu wote kwenye hii neema ya utumishi. Kila mtu ni mtumishi. Kila mmoja wetu ni mtumishi. Utumishi wako unawezaje kudhihirika? Utumishi wako utadhihirika pale ambapo utafungua moyo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu ama kuchangia kwa sehemu kubwa kwenye ujenzi wa kanisa la Mungu bila kusurutishwa kwa hiari. Manake uwe na moyo wa kujitoa katika chochote kile ambacho kinachokuwa kinafanyika madhabahuni. Neema ya utumishi ni neema ambayo inawakilisha moyo ulio tayari, moyo wa kujitoa bila shuruti. Unafanya kwa hiari yako na unafanya kwa upendo, tena kwa unyenyekevu, bila kushurutishwa na mtu yoyote. Mwamini Mungu atakusaidia. Na kama karama yako ya utumishi ilizimwa kupitia hii ibada ya siku ya leo, kuna karama yako hiyo inaamshwa. Kila mtu ni mtumishi. Sasa ni mtumishi kwenye eneo gani? Ukumbuke kuna watumishi wanatumika kwenye nguvu za giza, lakini kuna watumishi walioko kwenye nguvu za nuru. Huku tulipo sisi tuko upande wa nuru. Hatujachagua kuwa upande wa giza, tumechagua kuwa upande wa nuru, ili chochote ambacho Mungu alikiweka kwenye maisha yetu kionekane kwa mfumo wa nuru. Kwa hiyo maisha yako yanatakiwa yawe ni utumishi. Kwenye biashara yako ukienda uonekane ni mtumishi. Kwenye kazi yako ukienda uonekane ni mtumishi. Kwenye elimu bado uonekane ni mtumishi. Na ukikanyaga kanisani ndio iwe zaidi, yani kile kiwango cha utumishi kipande zaidi. Ukisikia mtumishi wa Mungu amekualika kwa habari ya kuwa sehemu ya mkono wa shirika, kwamba labda tunahitaji kupata vyombo vya muziki au vyombo vya kulitangaza neno la Mungu, wewe moyoni mwako unatakiwa uwe na shauku haraka sana, kwa sababu hilo eneo ndio eneo ambalo limeteka na limeficha baraka za watu wengi. Shetani amefunga roho za watu kwenye eneo la kujitoa. Watu wakisikia kwenye eneo la kujitoa, usingizi unawakamata. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua hapo ndo kuna siri ya wewe mama kutoka kwenye vifungo. Hapo ndo kuna siri ya wewe kuachana na magonjwa. Hapo ndo kuna siri ambayo hiyo siri itakusaidia kusimama imara katika nafasi yako. Lakini nini kinatokea? Kinatokea kwa sababu shetani anachokifanya, anafunga ufahamu wako, anafunga moyo wako. Ule moyo unavyofungwa, matokeo yake ukisikia kuna kuweka mkono wa shirika ili tupate vyombo vya Injili, sehemu ya sadaka yako, usingizi kanisani unakupitia. Na hiyo ni mbaya. Kwa nini unapata ule usingizi? Unapata ule usingizi ili upishane na muujiza wako. Lakini ukiwa active, ukikataa kutumika, ukasema mimi ni wa madhabahu hii ya The Power of Perfection International Ministry, mimi ni wa moto na nataka niendelee kuwa wa moto, sitaki niwe wa baridi wala wa uvuguvugu. Mungu anakufanya kuwa wa moto kwenye kila kona, kwenye kila sehemu. Sadaka yako utakayoitoa unashangaa inafanya vitu vikubwa. Kwa hiyo uwe tayari kushiriki hizi baraka za neema ya utumishi. Tumeanza ukurasa mwingine wa neema kubwa ya utumishi. Neema ya utumishi ni neema ambayo inatusogeza karibu na Mungu, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema ilipo hazina ya mtu ndipo ulipo na moyo wake. Kwa hiyo ukiwa tayari ukaridhia, ukasema mimi ni wa madhabahu hii, najitoa kwa vyovyote vile, ni sadaka yoyote inayohitajika niko tayari kutoa, Mungu atakupandisha viwango vikubwa kwenye maisha yako. Watu watabaki wanashangaa, wataulizana, imekuwaje balozi? Imekuwaje ndugu yangu? Mbona unazidi kung'ara? Hauzeeki? Unazidi kuwa kijana. Siri ni nini? Unawaambia siri
ni neema ya utumishi niliyoamua kujitoa kwenye madhabahu. Neema ya utumishi maana yake ni kujitoa kuwa dhabihu, kuwa sadaka kwa ajili ya madhabahu, kujenga kanisa la Mungu ili kusafirisha injili iende kwenye maeneo mbalimbali. Na tunahitaji kumpeleka Prophet Jackson Ibrahimu kwenye maeneo mbalimbali akatangaze hii injili. Kwenye hilo jitahidi uwe tayari ili umpeleke prophet. Kitendo cha kumpeleka Prophet Jackson Ibrahimu katika maeneo mbalimbali kwenda kutangaza neno la Mungu, basi malaika wataendelea kukubariki siku hadi siku. Hautapungukiwa kwa sababu umesababisha injili isonge mbele. Hautaona mabadiliko yoyote kama ukikubali kumshika huyu Mungu. Hakuna nguvu zozote tena za asili au za giza zitakazokuja kwenye maisha yako. Ndiyo maana tumemaliza maadhimisho ya miaka 10. Kwa kweli mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeiona ile neema juu ya neema. Mimi niwaambie tu ukweli, nimeiona ile neema juu ya neema, na nimeona baada ya kuketishwa katika viwango vingine, niko kwenye viwango sio vya kawaida. Mimi hapa sijui nyie mko kwenye viwango gani? Pastor Julius, uko viwango vya kifalme? Ndio viwango ambavyo tulivyo sasa hivi. Tuko kwenye viwango vya kifalme, hatuko kwenye viwango vya utumwa. Tuko kwenye viwango vya kifalme, na katika viwango vya kifalme imezalishwa kitu inayoitwa neema ya utumishi ndani yake. Manake ni neema ya kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Ukisikia sauti ya Mungu na kuitii, tafsiri yake ni kwamba Roho Mtakatifu anatembea na wewe 24 hours. Ndio maana baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu Jumapili alitufundisha kwa habari ya sikio la ndani. Sikio la ndani ndio linaweza kuyaamua maisha yako, kwa sababu Mungu akitaka kukuhudumia haji kupitia sikio la nje hili. Mungu akitaka kukuhudumia anakuja kupitia sikio la ndani. Swali, sikio lako la ndani liko wazi kumsikiliza Mungu au umelifunga? Kama liko wazi, naamini hata kwenye neema ya utumishi wa kumshika mkono mtumishi wa Mungu kupata vyombo vya injili hautakuwa mzito, kwa sababu hapo ndo sehemu ambayo Mungu atajidhihirisha. Sikio la ndani ndio sikio linaloamua kila kitu. Baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu Jumapili alisema wazi, akasema yeye sikio lake la ndani amempa Yesu Kristo. Sasa chunga ndugu yangu, we sikio lako la ndani usije ukawa umempa rafiki yako au jirani yako au mtu wako mwingine wa karibu, halafu umemwacha Mungu. Utachelewa. Hiyo neema ya ufunuo tuliopewa ya sikio la ndani ni neema ya kitofauti sana ambayo tumefunguliwa na baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu. Kwa hiyo unapofika kwenye ibada ya siku ya leo, cha kwanza fungua sikio lako la ndani ili uisikie sauti ya Mungu moja kwa moja akizungumza na wewe. Fungua sikio lako la ndani usikie maelekezo. Kile ambacho prophet anachokizungumza tamani kukisikia kwenye sikio la ndani. Hili sikio la nje, sema hivi, unakata network ya huku halafu unawasha data ya wapi? Ya kwenye sikio la ndani. Sikio la nje kwanza tunafunga mtandao, ili kwa muda huu tunafunga kwanza kufuli, alafu tunafungua hapa kwenye sikio la ndani, ili sikio la ndani litusaidie kumwona Mungu kwa viwango vikubwa. Sikio lako la ndani likifunguka, maisha yako yamefunguka. Sikio lako la ndani likifunguka, biashara zako zimefunguka. Sikio lako la ndani likifunguka, watoto wako wamefunguka. Sikio lako la ndani likifunguka, afya yako imefunguka. Ndio maana Prophet Jackson Ibrahimu alitusisitiza, na yeye akatueleza wazi, yeye ndo namba moja aliyekubali kujitoa sikio lake kumpa Yesu. Saa yoyote, muda wowote, akisikia sauti ya Mungu imekuja kupitia sikio la ndani,
anatii. Na wewe muombe Mungu leo, sikio lako la ndani lifunguke, ili ukiisikia sauti ya Mungu kwa haraka, akitaka kuzungumza na wewe asipate kikwazo, iwe rahisi kuzungumza na wewe kupitia sikio lako la ndani. Akizungumza na wewe, manake azungumze kwa habari ya maisha na mabadiliko ya hali ya juu ya maisha yako, matokeo uyaone. Ndio maana ibada ya siku ya leo ni ibada ya ufunuo na ukombozi. Tafsiri ya ufunuo na ukombozi: ufunuo maana yake leo ni Mungu anataka kujifunua kwenye maisha yako kupitia sauti ya kinywa cha mtumishi wake Prophet Jackson Ibrahimu. Swali: sikio lako liko tayari kusikia sauti ya Mungu? Kama sikio lako liko tayari kusikia sauti ya Mungu kupitia kinywa cha Prophet Jackson Ibrahimu, basi ujue umeshatoka kwenye vifungo. Utapelekwa katika viwango visivyokuwa vya kawaida. Uwe na utayari kusikiliza neno la Mungu kupitia kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu, na sikio lako la ndani uwe tayari kulifungua, ili sikio lingine la kusikiliza habari zingine achana nalo. Manake watu wengi tunapotoshwa kwenye eneo hilo, tunakariri na kutunza vitu ambavyo vinapitia kwenye masikio ya nje. Kuna mtu hapa ameshagafirika, ameshakasirika kwa sababu tu wakati anatoka nyumbani kwake amegombana na mtu, yule mtu akamtupia neno, alafu sikio la nje likasikia. Liliposikia likaja kudhoofisha sikio la ndani. Una hatari, unaweza ukapishana na muujiza saa 6 mchana kweupe. Lakini haijalishi umekutana na vitu gani kwenye maisha yako, au leo umekutana na kitu gani, mwambie Mungu, chochote nilichokisikia kupitia sikio la nje na kifuta na nalifunga kwanza sikio langu la nje. Nataka sikio langu la ndani lifunguke, nikusikie wewe, nisikie sauti yako, ili uponyaji wa maisha yangu upitie kupitia sikio langu la ndani. Ndio maana nakwambia, ukiwa tayari kufungua sikio lako la ndani, hautaona shida kutoa sadaka. Ila ukiwa mzito, usipofungua sikio lako la ndani, manake utakuwa mzito kutoa hata sadaka, na hapo ndo utakuwa unapishana na muujiza wako saa 6 mchana kweupe. Mwambie Mungu, leo niko tayari kufungua sikio langu la ndani, niisikie sauti yako, na maelekezo yoyote nitakayoyapata kupitia prophet, naomba nikuone wewe Mungu upate kujidhihirisha. Ndio maana ibada ya siku ya leo ni ibada ambayo imebeba neema ya utumishi. Neema ya utumishi manake ni neema ya mtu aliye tayari kujitoa, kwa sababu sikio lake la ndani limeshafunguka. Haoni hatari kumuunga mkono Prophet Jackson Ibrahimu kwa ajili ya kuendeleza injili ya Mungu. Yule ambaye amefungwa, yeye ataona kama anasumbuliwa, sadaka tena, sadaka tena, sadaka tena. Wakati huo unajiuliza, ndio wakati unazidi kusogeza muujiza wako mbali. Ukihoji maswali sana, manake unasogeza muujiza wako, unausogeza, yani unajitenga mbali na muujiza wako. Muombe Mungu, naomba nisaidie neema ya utumishi leo iamke kwa utulivu mkubwa. Mwambie kupitia sikio la ndani, ile neema uliyoiweka ndani yangu ya utumishi wa kujitoa bila malalamiko, bila manunguniko, bila kulazimishwa, yani kwa hiari yangu. Mungu, amsha ile neema ya utumishi. Nikisikia kuna kwenda Mwanza inahitajika milioni 200, inahitajika milioni 300 kwa ajili ya aidha vyombo au gari, mimi niwe wa kwanza kukimbia kwenda kuweka, kwa sababu nataka sikio langu la ndani lifunguke, ni uone ukuu wako. Kitambo injili itakaposambazwa maeneo mengi, ukumbuke na ukoo wako unafunguliwa, kwa sababu wewe umewezesha mtumishi wa Mungu kwenda maeneo mbalimbali kulitangaza neno la Mungu. Lazima uwe mwepesi na ukubali kushikamana na huyu Mungu wa hii madhabahu. Ngoja nikuoneshe. Msomaji wa Biblia, unaweza kutusaidia hapo kusoma kitabu cha Mathayo sura 20 mstari wa 26 mpaka 28. Tusomee ili ujue hii neema ya utumishi inaendaje. Lazima ukubali na uwe tayari. Baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu akipanda hapa, wewe fungua moyo wako,
Mwambie Mungu, niko tayari, nihudumie katika ibada ya siku ya leo. Maana yake ufunuo, Mungu anakuja kujifunua kwenye maisha yako. Yes, tusome Mathayo 20 mstari wa 26 mpaka 28. Maandiko yanasema lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. 27. Sawa. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Mstari wa 28. Ndio. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Ili iwe fidia ya wengi. Wewe ukikubali kumtolea Mungu sadaka yako ya kuwezesha vyombo, roho ya utumishi imekuja kwako. Maana yake utafanyika kuwa fidia ya walioko nyuma yako. Utawasaidia na watu wengine. Kama kuna shina lolote linalotafuna familia, manake wewe kukubali kuwa sehemu ya shirika, kumpa mkono Prophet Jackson Ibrahimu, kusimamia chochote cha madhabahuni kinachotokea, ukiwa mstari wa mbele, moja kwa moja walioko nyuma yako na wao mkono wa Mungu hautawaacha. Kizazi chako kitakumbukwa, kizazi chako kitasaidika. Mungu hawezi kukuacha wakati unamtumikia kwa uaminifu. Neema ya utumishi manake ni neema ya kufanya kazi ya Mungu au kujitoa kwa Mungu kwa uaminifu bila manunguniko yoyote. Ndio maana Mungu leo anajifunua kupitia ibada ya ufunuo na ukombozi kwenye maisha yako, ili umuone waziwazi kwamba nipo. Fungua sikio lako la ndani, mimi nitakuhudumia. Ukifungua sikio lako la ndani, huyu Mungu atakusaidia. Mambo yote yaliyoshindikana utaanza kuona mabadiliko. Kitambo umekubali kuwa sehemu ya mkono wako wa shirika kwenye madhabahu, Mungu atakusaidia kwa maombi ambayo yanaongozwa na baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu. Na uzuri, Prophet amekuwa ni mtu wa mlimani sana, sehemu ambayo ni faraga ya kukutana na Mungu moja kwa moja. Baba amekuwa akienda sana mlimani. Uwe na uhakika chochote utakachojitoa kwa ajili ya hii madhabahu, jina lako na nguvu yako, jasho lako linaenda kuombewa mlimani. Hakuna adui atakaye kuja kugusa tena jasho lako. Yaani jasho lako ambalo unalitoa na unakuja kumpa Mungu madhabahuni, Prophet akienda mlimani anaenda kuweka guard, ukuta. Yaani jasho lako hakuna mtu atakayelitumia tena. Watu wengi tunaishi kwenye maisha ambayo jasho letu wanafaidika wengine, sisi hatufaidiki. Sasa ukikubali kutoa sadaka yako na ukakubali kuwa tayari kuwa shirika, maana yake ni kwamba jasho lako lile ambalo unalolitoa ukikabidhi madhabahuni, Mungu anakupigania. Jasho hilo litakuwa ni jasho la haki. Utazidi kupanda viwango na viwango, hautaachwa. Kuwa na moyo ulio tayari kwenye ibada ya siku ya leo. Utayari wako utasawazisha mambo yote ambayo kwako yalishindikana kwa macho ya nyama, lakini kupitia Yesu Kristo, Mungu wa hii madhabahu anakusaidia kufuta hati zozote zile za mashtaka ambazo walikufanyia wewe kwa kujua ama kwa kutokujua. Mungu wa hii madhabahu atakusaidia sana. Lazima tuombe kwenye ibada ya siku ya leo, vipawa, karama na uwezo wa utumishi uamke ndani yetu. Utumishi hauna umri. Utumishi hauna elimu. Utumishi hauna cheo. Kwa sababu utumishi ni ile hali ya wewe kujisikia kujitoa kutoka ndani bila shuruti ya mtu yoyote. Haijalishi cheo chako, haijalishi mali zako, haijalishi una furaha kiasi gani, haijalishi una nini. Ila utumishi ni ile neema ambayo Mungu anakupa ya kukubali kujitoa bila kuangalia mazingira yoyote yaliyopo. Hauangalii huyu ni mdogo au huyu ni nani. Wewe unaangalia nafasi yako. Unasema nachoangalia ni Mungu ashughulike na maisha yangu kupitia hii neema ya utumishi, na mimi niwe sehemu ya utumishi wa hii madhabahu ya The Power of Perfection International Ministry. Ndio kwa maana ibada ya siku ya leo, anza kuwa na utaratibu wa kutoa sadaka yako mapema. Hiyo ni roho ya utumishi.
Ukianza kuwa mzito kuto kutoa sadaka yako mbele ya madhabahu, na unajua uwezo wa kutoa sadaka unao, maana yake unajiepusha ama unajiweka mbali na ile neema ya utumishi. Prophet Jackson Ibrahimu Jumapili alifundisha akasema, mtumishi sio mpaka ashike maiki, hata hapo ulipokaa wewe ni mtumishi. Kwa hiyo ukisikia kuna habari ya kusimama na kanisa, simama na kanisa, huo ni utumishi. Hata kama unakaa mwisho wa kiti kule, unaweza ukakaa mwisho wa kiti kule na ukawa na moyo wa kujitoa kwa ajili ya madhabahu. Kitendo cha kuwa na moyo wa kujitoa kwa ajili ya madhabahu, Mungu naye anakulinda wewe na familia yako. Na kwenye neema ya utumishi usiangalie utapigwa vita na nani, kwa sababu kuna watu wengine wana roho ya utumishi, ila akijaribu kufanya utumishi wake, kuna watu ambao wanatumika kama mawakala wa shetani kuja kuchochea maneno. Huyo naye mama Kilimbe, basi kiherehere kweli, muda wote wa mama kwenda kutoa sadaka tu, muda wote wa mama kutoa sadaka tu. Kwani wengine ndio hatuwezi? Hayo maneno ni mfumo, ni mipango ya shetani kutaka kughadhabisha moyo wako urudi nyuma kwenye utoaji. Na ukikubali hiyo sauti, ukikubali hiyo mipango yao, manake wanakupeleka mbali na Mungu. Na usikubali. Waambie hata mnione kiherehere, hata mnione namna gani vipi, ila kwenye kitu kinachoitwa utumishi, kumtolea Mungu, nitamtolea mpaka mwisho. Na utaona utazidi kuongezeka viwango hadi viwango. Waliokuwa wakikusema kwamba wewe unajitoa sana, wao wanabaki pale pale, ila wewe unapandishwa viwango. Una biashara zako, una makampuni yako, unashangaa unapata ufahamu wa kuongeza matawi mengine ya kampuni zako. Alafu wale wenye mkono wa birika wa kupinda mpaka kwa Mungu wanaendelea kuwa na mkono wao hivyo hivyo, ila wewe mkono wako ulio unyoosha unanyooshwa zaidi. Biashara zako zitapanda viwango na viwango, kazi zako zitapanda viwango na viwango, nafasi ulionayo sehemu itaheshimika. Usirudishwe na maneno ya watu nyuma, hata katika hiki kipindi cha hii neema ya utumishi. Ukisikia kutoa, wewe toa, kwa sababu unampa Mungu, na huyo Mungu ndiye atakayesababisha kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yako. Ukikubali masengenyo na maneno kwamba huyu anajifanya anatoa sana, anajifanya anazo sana, waambie ndio ninazo katika Kristo, na hamnizuii. Nitatoa na nitazidi kutoa ili nizidi kubarikiwa. Sema amina. Kwa hiyo ibada tulionayo siku ya leo ni ibada ya ufunuo na ukombozi. Mungu atakukomboa sana siku ya leo kwenye kila shina lolote la vifungo ambavyo ulifungwa, au hati yoyote ya magonjwa, hati yoyote ya changamoto za kiuchumi ambazo walisainisha ili wewe uendelee kutembea kwenye huo mnyororo wa mateso. Unafutwa na wewe unaachiwa kuwa huru na unafanya vitu vikubwa. Ibada hii tunaenda kupewa uwezo mkubwa wa kusimamia vitu vyetu. Jicho la nabii. Kwanza ngoja niwaambie kitu. Unajua kwenye hii madhabahu tumepewa neema ya ajabu sana. Ukiwa mtu ambaye hausikilizi maneno, licha ya kwamba unajitoa na kufanya utumishi wako kwenye hii madhabahu, jicho la nabii linakuwa linatembea na wewe kila sehemu unayokwenda. Hata akiona hatari, kwa sababu hazina yako umeshaweka madhabahuni, anakupigia simu, anakuambia, mwanangu, kuna safari unayo, hiyo safari hailisha, kuna hatari imepangwa. Nini kilichosababisha prophet aone hiyo hatari? Ni sadaka yako ambayo wewe mwenyewe uliweka madhabahuni. Ndio maana maandiko yanasema ilipo hazina ya mtu ndipo ulipo moyo wake. Moyo wako manake ni connection baina yako wewe na Mungu. Ina maana ukikubali kuweka sadaka yako pale madhabahuni, Mungu anakuchunga kupitia jicho la mtumishi wake Prophet Jackson Ibrahimu. Kama umeenda kwenye shughuli zako, au una safari ya kwenda nchi yoyote, au una safari ya kwenda mkoa wowote, Prophet akichungulia anaiona sadaka yako madhabahuni, anaangalia kuna kitu. Kama hakuna kitu, unaenda. Kuna kitu, anakupigia simu, mwanangu rudi. Mara ngapi hapa kwenye hizi ibada huwa tunaona prophet anamsimamisha mtu na anamwambia, naona una safari ya kwenda Dodoma. Anasema ndio.
Halafu anampa maelekezo, anambia sasa Dodoma ulikuwa umepanga kwenda tarehe fulani, usiende. Acha kwanza. Manake nini? Ni jicho la Mungu kupitia Prophet Jackson Ibrahimu limemuona yule mtu anapelekwa kwenye maafa. Kwa hiyo Mungu anabatilisha ile maafa ambayo ilikuwa imepangwa. Anachofanya anamsaidia, anamwambia tulia, usiende mpaka nikupe maelekezo. Na wewe kupitia hii ibada ya siku ya leo unakwenda kuwekwa salama kwenye maeneo yoyote ambayo wamekupangia kukuletea maafa, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye mahusiano. Popote wanapokusudia kuleta maafa, Mungu leo anakwenda kufuta. Kiapo chochote cha mauti kinafutwa, kiapo chochote cha ajali kinafutwa, kiapo chochote cha kuporomoshwa kwenye uchumi wako leo kinafutwa, na unapanda viwango. Kuna watu lazima tupate nafasi zetu na tuishi katika nafasi za kwetu. Unajua, shetani anazunguka watu kwa namna nyepesi sana ambazo wewe sio rahisi kujua na sio rahisi kugundua, ila unaweza kumdefeat kwa kuwa na moyo wa utumishi wa kutoa sadaka. Yani hapo ndo shetani tulipo na uwezo wa kumshinda. Ukisikia Prophet Jackson Ibrahimu amesema mwenye sadaka dhabihu ya kinabii kuwa mwepesi, peleka ile dhabihu ya kinabii, kwa sababu ile dhabihu ya kinabii inaenda kukulinda wewe na kizazi chako na biashara zako na kazi zako, shughuli zako na watu wako wote wa karibu wenye mapenzi mema na wewe. Halafu wale wasiokuwa na mapenzi mema ambao wanakaa kikao kukupangia mabaya, wewe ndio bosi, ila wanapanga kukuporomosha au wanapanga kuiba pesa kwenye kampuni yako, Mungu lazima akuoneshe kupitia Prophet Jackson Ibrahimu. Atakwambia watu fulani sio wazuri kwenye kampuni yako, angalia, kuwa makini, wape likizo au achana nao. Kitendo cha kuambia achana nao maana yake amekusaidia. Inawezekana kile kitendo kingefanywa na wale watesi wako, ungeporomoka hatua 10 zaidi. Kwa hiyo uwe na moyo mkuu na moyo mwepesi wa kuridhia kuwa sehemu ya mkono wa shirika, na Mungu anakwenda kuthibitisha leo. Fungua sikio lako la ndani usikie kwamba nahitaji kusikia sauti ya Mungu. Maelekezo yoyote ya sadaka niko tayari kutoa. Wakuone kiherehere kwa Yesu is okay. Na usiwahi kukatishwa tamaa kwa sababu tu unafanya kazi ya Mungu, kujitoa. Umesikia kuleta viti, leta. Umesikia kununua gari la kanisa, nunua, ili wenye visokoro kwenye wakome. Yani ndo sasa waseme huyu jamaa anazidi kutukomesha, huyu mama anazidi tulikuwa tunakaa kwenye vikao tunasema huyu naye kujipendekeza tu kwa prophet, kujipendekeza 1 2 3, yani yeye kwenye madhabahu ndaonekana na hela tu, ana namna gani vipi? Maneno ya namna hiyo yasikurudishe nyuma. Tuna safari ndefu ya kulitangaza neno la Mungu Tanzania na nje ya Tanzania. Prophet Jackson Ibrahimu tunahitaji kumpeleka Spain. Prophet Jackson Ibrahimu tunahitaji kumpeleka Argentina. Prophet Jackson Ibrahimu tunahitaji kumpeleka Ujerumani. Neno la Mungu likanyage na lifike pale na watu wakombolewe. Ngoja nikuibie kitu kimoja, nikuibie siri. Ufalme wa Mungu, akiokolewa mtu mmoja, mbinguni ni furaha. Yani hata tukitoka hapa tunaenda Kenya, tukienda Kenya, mtu mmoja tu akapokea kwa imani, akaiamini hii madhabahu, akamwamini Prophet Jackson Ibrahimu, mbinguni ni furaha kubwa. Sasa aliyesababisha yule mtu aokolewe ni nani? Ni wewe uliyewezesha upatikanaji wa vyombo, upatikanaji wa gari, upatikanaji wa namna mbalimbali za kuwezesha injili iweze kusonga mbele. Kwa hiyo usirudi nyuma, ukisikia kutoa, toa. Ndiyo neema ya utumishi unatakiwa kuipokea leo. Hiyo neema ya utumishi ionekane kwenye maisha yako, na Mungu hatakuacha. Mungu atasimama na wewe, Mungu atakusaidia. Mungu siku zote anauangalia moyo ambao uko tayari. Ukiwa tayari, maana yake Mungu yeye hawezi kuwa mbali na wewe, anatembea na ule utayari wako. Ndio maana siku zote huwa anasema moyo ambao uko tayari, huo moyo huwa unafanyika kuwa dawa na tiba, kwa sababu hapo unafungua sikio lako
la ndani na utamuona Mungu kwa viwango vikubwa. Neema ya utumishi leo tunaipokea kwa sababu ibada yetu ya ufunuo na ukombozi. Ukombozi tafsiri yake ni Mungu kukukomboa kutoka kwenye vifungo vyovyote. Manake ulifanyika kwa mateka, ulifanyika kwa mtumwa, lakini sasa kupitia ibada hii ni mwendelezo wa kutolewa kwenye roho za utumwa na maagano yoyote ya utumwa. Unaweza ukawa na mali, unaweza ukawa na mafanikio, lakini bado kuna vitu ambavyo walivifanya vinaendelea kukutumikisha kwenye maisha yako. Unaweza ukawa una afya nzuri sana, uko vizuri kama hivi, ila kuna sehemu umetegeshewa tu. Hiyo ndio sehemu yako ya utumwa. Sasa unamuomba Mungu leo kwenye hii ibada ya ufunuo na ukombozi, Mungu akukomboe, kukufungua kwenye vifungo vyovyote walivyovitengeneza, ili wewe uendelee kutembea kuwa mtumwa kwenye ile eneo. Mwambie Mungu, naomba uniondoe na unikate kwenye hilo eneo. Watabaki wanahangaika, wewe haupo. Kwa hiyo neema ya utumishi tutakayopokea siku ya leo ni neema ya kutukomboa ili vipawa vyetu vya utumishi viamke ndani. Sema amina. Na watoto wetu vipawa vyao viamke. Na sisi wenyewe haijalishi umri, kipawa cha biashara kiamke, kipawa cha kazi kiamke, kipawa cha kujisimamia mwenyewe kiamke, kipawa cha kufanya kazi kwa wepesi kiamke. Neema ionekane, neema ya utumishi isimame. Usikae kinyonge, hii madhabahu itakujibu, utaletewa vitu vikubwa kwenye maisha yako. Kwa tunasimamia msingi wa ufunuo na ukombozi. Mungu leo anajifunua kwenye maisha yetu ili kutuonesha tunafaa kwa wakina nani, lakini anatukomboa kutoka kwenye vifungo na roho za mateka ambazo tulizotengenezewa na miungu ya makabila au nguvu za asili, ili kuendelea kutuzungusha kwenye uwanja ule ule, kwenye uwanja ule ule. Lakini kitambo unamaliza ibada ya leo, hautazunguka kwenye duara lao, unaruka, unaacha duara lao. Kwa hiyo mwambie Mungu, leo siko tayari kuendelea kushikiliwa na madhabahu zozote za kuzimu, madhabahu zozote za nyumbani, madhabahu zozote za kiganga, madhabahu zozote za ushirikina. Unamwambia Mungu kupitia Prophet Jackson Ibrahim, na hii madhabahu kuanzia leo, hati yoyote walioiandika kwenye maisha yangu ninaifuta, na mimi natengeneza hati ya nuru ili niuone ukuu wako. Mungu unisaidie na unisimamie. Kwa hiyo sikio lako la ndani lifungue na uwe tayari. Makanisa, yani kanisa huwa ni mtu. Mama yangu wewe, Mama Kilimbe, wewe ndio kanisa. Kwa hiyo ukijisikia kutoa, toa kwa sababu unahudumia eneo lako. Usisikie maneno ya mtu, usisikie maneno ya watu. Wewe mwangalie Mungu akusimamie, kwa sababu wewe ndio unafanyika kuwa kanisa. Ina maana ukitoa, ukasimama, ukasaidia kanisani, Mungu anarudi kuja kuhudumia kuanzia kwako na kizazi chako cha kwanza mpaka cha 4. Baraka za madhabahu zinaendelea kutembea hata kama wewe tena utakuwa umechoka, lakini bado Mungu ataukumbuka moyo wako. Ndio maana ya tafsiri ya neno, ilipo hazina ya mtu ndipo ulipo na moyo wake. Muombe Mungu akupe nguvu ya kusimama na kuendelea kustawi, ili uendelee kuwa mtumishi mzuri wa Mungu bila manunguniko. Wakuseme nini? Sema sawa, lakini kwenye ibada ya leo Jumanne waoneshe mfano. Sema ibada ya Jumanne leo, niko tayari na nitatoa zaidi. Hakuna kurudi nyuma kumtolea Mungu. Umesikia ni dhabihu ya kinabii? Toa balozi. Umesikia nini? Toa. Unamtolea Mungu, umtolea Albano wa Bonyokwa. Unamtolea Mungu, na Mungu atatembea moja kwa moja kwenye maisha yako. Safari zetu tunazofanya wakati mwingine huwa tunaona kama ni ufahamu wetu au ni akili zetu, lakini huwa ni Roho Mtakatifu anatuongoza. Unaendesha gari, una drive, unatoka Kigamboni mpaka unafika hapa Makonde. Unafikiri ni kwa uwezo wako au kwa akili zako nyingi sana? Njiani, barabarani kuna viumbe vingi sana ambavyo wewe huvioni, ila vinakuita. Lakini ukiona umekanyaga kwenye madhabahu, jua zile sauti umezishinda, na Mungu ndiye aliyekuwezesha kushinda hizo sauti. Kwa hiyo usione ajabu kumtolea Mungu sadaka, ni sehemu ya kumshukuru, kumwambia Mungu. Yaani kuna viumbe ambavyo kwenye ulimwengu wa roho vinatembea na vinanitafuta, mimi sivioni, lakini wewe umenishindia kwa sababu wewe unaviona. Nimetoka Kigamboni mpaka hapa, nimefika salama. Naomba ibada yangu ifanyike kwa ya baraka. Sema amina.
Baba yetu Prophet Jackson Ibrahim atapanda madhabahuni muda si mrefu. Kwa hiyo uwe tayari, jiandae tu kiukamilifu. Ibada ya siku ya leo ni ibada ya kumwomba Mungu akusaidie sikio lako la ndani la utumishi lifunguke, na uwe tayari kushirikiana na madhabahu hii, ili baraka za hii madhabahu zisiende kwa mtu mwingine, bali ziende kwako wewe, mtoto wa ndani. Wewe ndio mtoto wa ndani wa hii madhabahu. Kwa hiyo hizo baraka zisikuache, zitembee moja kwa moja na wewe. Sema amina. Sasa niombe usimame hapo ulipo. Nikuombe usimame hapo ulipo. Ni wakati wa kushiriki neema ya utumishi kupitia sadaka. Kwa hiyo chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako popote pale ulipo. Na kama umeelewa hiyo nguvu na siri iliyojificha kwenye sadaka, naamini utajitahidi kuchukua sadaka yako ili uwe sehemu ya kutafuta uso wa Mungu leo bila kuchelewa. Kamata tu sadaka yako, nyanyuka, simama kwenye kiti chako ili tumtolee Bwana, na ujiandae pia na sadaka zingine zote ambazo zitafuata dhabihu ya kinabii. Na kama hujapata bahasha yako, ni vizuri ukaenda pale kwa askari wema wa Kristo ili upate sadaka, na Mungu akusaidie sana. Nyosha tu mkono wako. Nyosha mkono wako mahala ulipo. Simama, unyoshe mkono wako mahala ulipo ili tuikabidhi sadaka yetu mikononi mwa Mungu. Sema, Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ibada yetu ya leo. Bwana, nakuomba napojikabidhi mikononi mwako kupitia hii sadaka, ninaomba utembee na mimi. Ninaomba unisaidie neema ya utumishi ndani yangu ikaonekane. Chochote kilichokufa kikaamshwe, chochote kilichoondolewa kikarejeshwe kupitia hii sadaka, sadaka yangu ya utangulizi. Ninaomba Mungu unisaidie, naomba Mungu unipiganie. Pigania kizazi changu, pigania watoto wangu, pigania biashara yangu, pigania afya yangu, pigania kazi yangu, pigania kila chochote nachofaa kukipata. Sema, Yesu, ninakuomba unisaidie. Amen. Naweza kuja kwa utaratibu mzuri tu ili tuweze kumtolea Mungu sadaka na